So today welcome to our lecture number 3. Lecture number 3 ambayo tunaenda kujifunza kuhusu multiple parameters. Tayari, multiple parameters. Lecture number 2 tulijifunza jinsi ya kudeclare parameter ya aina moja. Kwa hiyo today tunaenda kujifunza multiple parameter. Sio lazima iwe parameter moja tu, unaweza kuweka nyingi, lakini lengo lazima utenganishe kwa nini? Kwa koma. Lazima utenganishe kwa koma parameter moja na parameter nyingine. For example, we have function of finding area which is equal to length times width. So hash include iStream using namespace std. So void kwa declare function yetu ambayo jina lake inaitwa piga eneo tayari, ambapo ndani ya mabano tunaenda kuingiza parameter mbili, parameter ambazo ni urefu na upana. Tayari tutaingia kwenye block of code ambayo ni kutafuta area, eneo, which is equal to urefu times upana, length times width. Then we are going to see out eneo la mstatili ni we look on eneo which is equal to urefu times upana, value yake, then it will be displayed hapa, itakuwa displayed. Then int main piga eneo 10,5, then piga eneo 7,3, then we finish with return 0 to end the program. So we have to look on working of this code. Labda tuangalie jinsi inafanya kazi kodi. Sasa kodi hii inaanza kwenye main function. So kwenye main function kuna piga eneo. Piga eneo inaenda kuwa, tunaenda kuicall piga eneo kwenye hii void function huku juu. So piga eneo ipo hapa, ambapo ndani yake ina variable mbili, manake ina memory mbili. So variable hizi mbili zipo empty, ambapo inasema kwamba kwenye variable ya kwanza ambayo itastore urefu itachukua nambari 10, na variable ya pili ambayo itastore upana itachukua nambari 5. Afu itakuja kwenye kodi yako itatafuta urefu times upana, ambapo urefu kwenye kodi ya kwanza ni 10, ya pili upana ni 5. Kwa hiyo itachukua 5 times 5 utapata 50. Then itakuja kwenye cout eneo la mstatili ni, then value ya eneo itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni 50. Unaona? Kwa hiyo ita execute, alafu itakuja tena kwenye main function kwenye piga eneo. Piga eneo itakuja kukoli huku. Piga eneo ipo sehemu gani? Ipo hapa, ambapo ndani yake kuna variable mbili, ambapo ni parameter mbili, si ndio? Kwa hiyo kwenye parameter mbili tunaenda kustore urefu ambayo itakuwa ni 7. Hii ndio argument yetu 7, na kwenye upana itaenda kustore 3, argument yetu tayari. Then itakuja kwenye kodi yetu ambapo eneo sasa na urefu times upana tayari, urefu times upana. Kwa hiyo kwenye mzunguko wa pili urefu ni 7 na upana ni 3. Kwa hiyo itachukua 7 times 3 itakuwa ni ngapi? 21. Tukija kwenye cout eneo la mstatili ni, value of eneo itakuwa ni 7 times 3 which is equal to 21. Kwa hiyo ita display 21. So hii code itasoma eneo la mstatili ni 21. Kwa hiyo this is multiple parameters. Tunaweza tukadeclare parameter zaidi ya moja tayari. Labda tu run program yetu tuone result itakuwaje. Kwa hiyo tumeona hapo parameter mbili zimetumika kudisplay
vitu viwili tofauti tayari. Kwa kwenye mzunguko wa kwanza value ya parameter ya urefu ilikuwa ni 10 na mzunguko wa pili value ya urefu ilikuwa ni 7 na ikazidisha hapa 10 times 5 kwenye mzunguko wa kwanza na mzunguko wa pili ikazidisha 7 times 3 ambao ni 21. Kwa hiyo multiple parameter maana yake inakusaidia kuweza kutafuta vitu viwili kwa wakati mmoja tayari. Kwa hiyo lecture 3 ni kujifunza multiple parameters. Multiple parameter inafanya kazi vipi, na kikubwa cha kujua hapa ni kwamba tunapoandika parameter zaidi ya moja lazima tutenganishe kwa koma. Kwa inawezekana ukaongeza hapa, unaweza kuongeza hapa data zako, piga eneo. For example, you can write 2,1. So itakuja hapa kwenye mstari wa 3 ita call function ambayo ni piga eneo. Kwa itakuja huku call function ambayo ni piga eneo, itaangalia hapa kuna sehemu mbili ambazo tunaenda kustore value. This is 2 parameters. Kwa hiyo itakuja kuchukua hii argument ya kwanza itastore kwenye urefu, na argument ya pili hapa ambayo namba 1 itakwenda kustore kwenye upana. Then itakuja hapa chini na kuchukua 2 times 1 kupata 2. Itakuja kwenye cout, eneo la mstatili ni the value ambayo imekuwa stored kwenye eneo ni urefu times upana ambapo ni 2. Kwa hiyo tukirun the program, sorry, this is small letter. So after running the program you will see that it is 2. So multiple parameter inakuwa inafanya kazi kama hivyo. So today ta end up kwenye multiple parameters.